Taarifa imenifikia mchana na polisi bado tunaendelea na ufuatiliaji kujua alifanya tukio hilo kwa nani na kina nani walihusika. Kama nilivyokuwa nimezungumza leo kwenye press yangu na waandishi wa habari, kujichukulia sheria mkononi ni kosa. Ndio. Hakuna mtu anapaswa kutoa uhai wa mwenzake isipokuwa katika mambo mawili: kwa hukumu ya kisheria, lakini pia kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna mwenye mamlaka kutoa uhai wa mtu mwenzake. Na ndio maana nimesema ni mchana huu. Kwa maana hiyo bado tunaendelea na uchunguzi kujua nini kwanza ni nani ameibiwa. Ndio. Tutajua hapo ndipo tutajua pa kuanzia ni wapi. Kwa sababu huwezi ukaenda ukakamata kijiji kizima wakati huna ushahidi. Hali ya ulinzi iko shwari, salama kabisa. Operation zetu zinaendelea na kama nilivyosema tumepata mafanikio makubwa sana, kwa maana ya ushirikiano ambao umesaidia kukamata kwa watuhumiwa wanaofanya makosa nje ya mkoa wetu lakini ndani ya mkoa wetu. Na kesi nyingine ziko chini ya upelelezi, nyingine tayari ziko kwa wadau wetu wa waendesha mashtaka wa serikali zikisubiri kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo tuko vizuri na hali imetulia, hakuna tafrani yoyote wala taharuki. Wito kwangu, kwanza, kama unavyojua mkoa wa Pwani ni habu, eneo ambalo ni kitovu cha uchumi kwa sasa hivi kabisa. Ndio kwanza tunawakaribisha wawekezaji kwa sababu hali ya ulinzi na usalama imetamalaki. Rasilimali zao wanazowekeza zitakuwa salama. Lakini kwa wafanyabiashara pia karibuni na wakaribie sana, kwa sababu idadi ya wananchi inazidi kuongezeka kwa kadiri ambavyo uwekezaji unaongezeka. Lakini maeneo yote ya pembezoni, Bagamoyo ambapo ni eneo kubwa la kiutalii katika mkoa wetu, tumeimarisha ulinzi. Kama unavyojua Mheshimiwa Rais kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi tumepatiwa vitendea kazi magari mapya. Kwa hiyo kule ulinzi umeimarishwa barabarani, tuna highway patrol 24/7, lakini mitaani vikundi vya ulinzi shirikishwa kupitia kwa wakaguzi wetu wa kata. Wananchi wamepata elimu, taarifa tunapata. Kwa hiyo hali